Baba yetu Yesu Kristo apewe sifa tena. Kwa majina naitwa Consolata Francis, nimeokoka na baba yetu Yesu Kristo amekuwa mwokozi wa maisha yangu. Na nimekuwa nikifundisha kuhusu majaribu ya nyakati hizi za mwisho, na kila mmoja duniani ataweza kujaribiwa vile maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 10 ama Revelation chapter 3 verse 10. Kila mmoja duniani ataweza kujaribiwa na watu wataweza kushindwa ni nini ambayo inatendeka, kwa maana watu wataweza kupimwa imani yao. Na mtakapopimwa imani yenu, tafadhali naombeni mkapate kumrudia baba yetu Yesu Kristo. Kwa ndugu zangu Waislamu, sasa ni wakati wa kumrudia baba yetu Yesu Kristo, kwa maana habari njema na ubiria Waislamu na ubiria wa Kristo na ubiria Hindus. Msiweze kuabudu masanamu, ndugu zangu Hindu. Sasa ni wakati wa kumrudia baba yetu Yesu Kristo na kuweza ili baba yetu Yesu Kristo akaweze kutushindania na vita hizi. Amen. So niliweza kuhubiri part 1 juu ya majaribu ya nyakati hizi za mwisho. Wale ambao hawajaangalia part 1, naombeni mkapate kuangalia. Nikaweza kuhubiri part 2 na hii side ambayo nahubiri ni part 3. Naomba mkapate kuangalia video zangu na mkapate kushare na marafiki na familia na mkapate kuokoa wengine na moto mkali wa jehanamu. Naombeni mkapate kunisikiliza. Msiscroll tafadhali, kwa maana haya ni mambo ambayo yataweza kutendeka na ataweza kutendeka kwa kila mmoja dunia nzima. So watu watajaribiwa kwa kujua na kwa kutokujua. Nasema kwa kujua na kwa kutokujua. Watu wataweza kujaribiwa before waokoke na watakapookoka na kumkubali baba yetu Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao. Tafadhali mtakapookoka na mkaweze kujaribiwa, hapa naombeni mkapate kuwa na nidhamu, kwa maana mnajua haki. Msiweze kurudi tena katika zile dhambi tena, na bali msiweze kunungunika, ili baba yetu Yesu Kristo akazidi kuwashindania na haya majaribu ambayo sahi yako duniani. So majaribu yatakuwa ya aina nyingi na watu wataweza kupimwa imani yao, lakini kwanza tutafute ufalme wa mbinguni na mambo mengine yataweza kuja baadaye. Kama ni utajiri ambao umekuwa ukitamani, kwanza tafuta ufalme wa mbinguni na mambo mengine yataweza kuja baadaye. So watu wengine wataweza kujaribiwa kwa magonjwa, na mtakapojaribiwa kwa magonjwa, naombeni mkapate kuwa waaminifu. Utakatifu pekee na imani ndio itaweza kutushindania vita hizi za dunia. Wale ambao wanajaribiwa kupitia magonjwa, labda wengine wameshaanza kujaribiwa na hawajui kile ambacho kinatendeka. So chungeni relatives wenu ambao wako na pesa, wasije wakawasafirisha kijijini bila chochote. Huko kijijini maisha ni magumu sana. Labda ukitaka kupata pesa ni lazima uende ufanyie watu vibarua. Ni lazima maisha ya kijijini always yanakuanga ni magumu sana. So chungeni msiweze kuenda kijijini bila pesa na mkapate kutesekea kule na depression, na watu wengine huwa wanauliwa tu na stress. So naombeni mkapate kuwa waaminifu na mkapate kuanza kuishi maisha matakatifu. Utakapokutana na video yangu, tafadhali fanya hatua ya haraka na uanze kutubu. Fanya hatua ya haraka na uanze kuomba. Usifunge kinywa chako. Baba yetu wa mbinguni ameweza kutupatia tu kuomba na kumrudia na kuishi maisha matakatifu. Hivyo tu ili baba yetu Yesu Kristo akaweze kuwapigania na haya majaribu. Kwa Waislamu, baba yetu Yesu Kristo ndo ataweza kupigania watu na majaribu. So naombeni mkapate kumrudia baba yetu Yesu Kristo na mwache kumtumikia Muhammad, na baba yetu Yesu Kristo ataweza kuwapigania na majaribu. Na watayarisha na mapema ili wakati wa kujaribiwa kwenu msiweze kushindwa ni nini ambayo inaweza kufanyika katika maisha yenu. Msiweze kuniangalia mseme haka kamtuke mbamba kanatuambia nini. Tuangalie baba yetu Yesu Kristo akianza kufundisha alikuwa almost 30 years na mimi niko 37. Huwa siogopi kutaja miaka yangu, kwa maana kama sio baba yetu wa mbinguni kunipigania, sasa ningekuwa nimekufa. Kwa maana mimi nilianza kujaribiwa na magonjwa. Shetani alikuwa ananirushia magonjwa ya kila aina, kwa sababu ya hii huduma ambayo niko nayo. So nilikuwa na throat cancer, na mshukuru baba yetu Yesu Kristo kwa maana aliweza kunisaidia na akaweza kuniponya. Sasa si feel pain yoyote, hakuna madawa ambayo natumia. Pia nilikuwa
nilikuwa na high blood pressure. Namshukuru baba yetu Yesu Kristo kwa maana hakuna madawa ambayo natumia. Nilikuwa pia na kifafa, nilikuwa siwezi kusimama kwa muda mrefu, nikisimama najipata nimeanguka. So baba yetu wa mbinguni amekuwa akinipigania na haya majaribu. Wakati nilikuwa najaribiwa, hata sikuwa namjua baba yetu Yesu Kristo, lakini saa hii namjua baba yetu Yesu Kristo na anazidi pia kunipigania. Amen. So haya majaribu, watu wengi wataweza kujaribiwa kwa maybe wataweza kufungiwa nyumba ama kazi kuisha, na pia kuna wale ambao wataweza kujaribiwa kwa magonjwa. Chunga usijaribiwe hadi uende kijijini kama hauna pesa, vile nimeweza kusema. Na labda wewe umekuwa mgonjwa na unatumia madawa. Ukiwa huko maybe unatumia madawa, ni rahisi sana kufa, na pia ukifanya kazi ngumu, so ni rahisi sana kufa. Naombeni mkapate kuwa waaminifu katika majaribu, ili baba yetu Yesu Kristo akaweze kuwatetea na majaribu haya, hasa ya nyakati hizi za mwisho. Eri ungangane iwezekanavyo, baba yetu akusaidie ukapate kuishi town. Ukiwa unaishi town, kuna possibilities nyingi sana za kupata kazi. Kama wewe ni mama, unaweza enda ukapata kibarua cha kufulia watu manguo, ama ukapata connection yoyote ya kazi, ama labda uko na uzoefu. Usaisi wakati wa kusema wa kuogopa watu watasema nini, ama mtu ataniambia nini kwa sababu ya kibarua ambacho ninafanya. Fanya kibarua chochote. Unapoishi maisha matakatifu, baba yetu Yesu Kristo ataweza kukutoa mahali pale na atakupeleka katika hatua ingine. Labda huku town unaweza pata hata kibarua cha mjengo. So vibarua viko mingi huku town. So naombeni mkapate kuwa waaminifu na mkapate kuishi maisha mazuri na maisha ya kumpendeza baba yetu wa mbinguni. So hakuna kitu mbaya kama kuambiwa ubaki na watoto wa relatives wako uko nyumbani, ama relatives wako anataka kusafiri, ama labda umefungiwa nyumba na umerudi kwa wazazi bila hata pesa. Yule mtoto ambaye ana provide nyumbani, huyo ndio huwa anaheshimika sana. Chunga usiwe unapatiwa nguo ambazo ziko used, ama zile ambazo zinakaa mbaya, wewe ndio unapewa, wewe ndio unaletewa. Badala watupe ama wachome, wewe ndio unakuwa unaletewa. Ama hakuna kitu mbaya, umefungiwa nyumba ama kazi imeisha, umerudi nyumbani na sasa unaanza kuomba, unasema nisaidie na only 100. Hakuna kitu mbaya kama hiyo. Hii sana sana mtu anaweza kuingia katika wizi, na wizi uko maybe unaweza enda ukaiba na ukauawa kwa katika njia ya wizi. So naombeni mkapate kuwa waaminifu na mkapate kuishi maisha matakatifu, ili baba yetu Yesu Kristo akaweze kuwasaidia na katika majaribu haya. Na labda umejaribiwa na umeenda kuishi na rafiki yako, ama umeenda kuishi na relative wako. Hapa labda hata chakula unapimiwa, ama hautakula vile ulikuwa unakaa kwako, ama pia utakuwa unakula maybe wanaanza kukusengenya, wanasema huyu anakula sana. So naombeni mkapate kuishi maisha mazuri ya kumpendeza baba yetu wa mbinguni, ili baba yetu wa mbinguni akaweze kuwapigania na haya majaribu. Na wale ambao walienda kumtumikia shetani, tafadhali sasa ni wakati wa kuacha kumtumikia shetani. Kwa waganga, kwa wachawi wote ambao walienda kumtumikia shetani, sasa ni nyakati za mwisho na si wakati wa kushikilia kitu chochote. Kwa manabii wa uongo, naombeni mkapate kuacha kumtumikia shetani na mkaweze kumrudia baba yetu wa mbinguni. Na kuna wale ambao walijoin Illuminati, tafadhali ni wakati wa kumrudia baba yetu Yesu Kristo kwa kuomba na kuishi maisha matakatifu. Na tafadhali msiweze kuogopa kurudi kwa baba yetu wa mbinguni, na msiweze kuogopa kuomba. Mseme labda tulikuwa tunamtumikia shetani na sasa tunarudi kwa baba yetu wa mbinguni, tutaweza kuanza vipi? Hapana. Kwa ndugu zangu Waislamu, naombeni mkaweze kumrudia baba yetu Yesu Kristo ili akaweze kuokoa. Labda mnaweza kuwa mnasema tumezoea tumekuwa tukiweka imani yetu yote kwa maybe mnamtegemea Muhammad. Mimi sijui sana religion yenu, lakini msiweze kuogopa kurudia baba yetu Yesu Kristo. Itakuwa na wale ambao ni kwa ndugu zangu Hindus, ni wakati wa kuacha kutumikia masanamu na kumrudia baba yetu Yesu Kristo, ili akaweze kuwatetea na haya majaribu, kwa maana kila mmoja kote dunia nzima ataweza kujaribiwa vile maandiko yanasema. So
msiweze kuogopa kurudia baba yetu Yesu Kristo. Itakuwa kama mwana mpotevu. Mwana mpotevu aliweza kuuza mali yake yote na akaenda katika nchi za mbali. Lakini alipokuwa kule alipokea mateso mengi, alikuwa anakula chakula mbaya na akakumbuka ya kwamba kwa baba yake kuna chakula nzuri na akaamua kurudi. Aliporudi baba yake hakuweza kumfukuza, aliweza kumkaribisha na akaweza kumwandalia karamu kubwa. So itakuwa ni nyinyi kama mwana mpotevu, mtakapomrudia baba yetu Yesu Kristo, kila wakati anawangojea na ataweza kuwakaribisha na ataweza kuwasaidia ili mkapate kushinda hizi vita na mwisho tukapate kurithi ufalme wa milele na milele. Tuangalie katika kitabu cha Acts ama Matendo ya Mitume, mlango wa 10 mstari wa kwanza. Tutasoma tukirukaruka, ama Acts chapter 10 verse 1. Acha tusome tukirukaruka. Hapa inaongelelea habari ya Cornelius. Malaika wa baba yetu wa mbinguni aliweza kuja kwa kumtokezea Cornelius na akamwambia, sala zako baba yetu wa mbinguni ameweza kuzikubali. Na tukiweza kuangalia ya kwamba Wayahudi hawakuwa wanaweza kutangamana na Gentiles. Hawa ni watu ambao walikuwa wanaonekana kama wako unclean ama watu wachafu. Tusome Acts chapter 10 verse 1. Tutasoma tukirukaruka, na ukitoka kusoma hii story yote ya Cornelius inapatikana katika kitabu cha Acts chapter 1. Soma yote mpaka verse 1 mpaka 48, ama pia uendelee na kusoma. Wacha tuanze kusoma alafu tutafsiri kwa njia ya Kiswahili. Inasema, there was a man in Caesarea named Cornelius, who was a captain in the Roman army regiment called the Italian regiment. Acha turudie tena. There was a man in Caesarea named Cornelius, who was a captain in the Roman army regiment called the Italian regiment. Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Cornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia. Acha tusome verse 3. Nasema, it was about 3 o'clock one afternoon when he had a vision in which he clearly saw an angel of God come in and say to him, Cornelius. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana, malaika wa Mungu akamjia na kumwambia, Cornelio. Verse 4 inasema, he stared at the angel in fear and said, what is it, sir? The angel answered, God is pleased with your prayers and the works of charity and is ready to answer you. Acha tutafsiri kwa njia ya Kiswahili. Inasema, akamtazama sana akaogopa akisema, kuna nini? Kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Verse 5 inasema, and now sent some men to Joppa for a certain man whose full name is Simon Peter. Sasa basi peleka watu Yafa ukamuite Simoni aitwaye Petro. Hapa tunaona Petro akifika katika nyumba ya Cornelius. Verse 24 inasema, the following day, tumesoma tukirukaruka ili tukapate, hatungeweza kusoma story yote mahali hapa. Verse 24 inasema, the following day he arrived in Caesarea where Cornelius was waiting for him, together with relatives and close friends and that had invited. Siku ya pili wakaingia Caesarea na Cornelio alikuwa akiwangojea, hali amekusanya jamaa zake na marafiki. Verse 28 inasema, he said to them, you yourself know very well that a Jew is not allowed by his religion to visit or associate with Gentiles. But God has shown me that I must not consider any person ritually unclean or defiled. Akamwambia, ninyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye Myahudi ashikamane na mtu aliye wa taifa lingine wala kumwendea, lakini Mungu amenionya nisimuite mtu yoyote mchafu wala najisi, vile nimeweza kutangulia kusema. Verse 34 inasema, Peter began to speak. I now realize that it is true that God treats everyone on the same basis.
Petro akafungua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo. Verse 35 inasema, those who fear him and do what is right are acceptable to him, no matter what race they belong to. Bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. So, story ya Cornelius vile nimesema iko katika kitabu cha Acts chapter 10 verse 1 mpaka 48, ama Matendo ya Mitume mlango wa 10 mstari wa 1 hadi wa 48. So wale ambao walienda kumtumikia shetani, naombeni mkaweze kufanya uamuzi wa haraka na mkaweze kuacha kumtumikia shetani na mkaweze kumrudia baba yetu Yesu Kristo. So na mkiishi maisha mazuri, baba yetu wa mbinguni ataweza kuwapigania. Yaweza kuwa uko na pesa nyingi ama wewe ni tajiri, lakini umeishi kumeza madawa ama umekuwa mgonjwa kila wakati, ama umeweza kusomesha watoto wako, umetumia pesa nyingi lakini hata hakuna mtoto ambaye anaweza kukusaidia. Naombeni mkapate kumrudia baba yetu wa mbinguni. Wacha tuangalie verse 4 vile maandiko yanasema. Tuangalie pia history ya Cornelius. Acts chapter 10 verse 4 inasema, he stared at the angel in fear and said, what is it, sir? The angel answered, God is pleased with your prayers and works of charity and is ready to answer you. So unaona hapa matendo mema ya Cornelius yalifanya baba yetu wa mbinguni akaweze kupokea sala zake. So kwa matajiri, saidieni. Kwa matajiri, naombeni mkapate kuiweka hazina yenu mbinguni. Hapo hakuna mwizi ambaye hanaweza kuvunja. Naombeni mkapate kuwasaidia mayatima, mkaweze kuwasaidia wajane, mkaweze kuwasaidia vipofu, mkaweze kuwasaidia maskini, kuna vilema pia, na kuna widows. Naombeni mkaweze kuwasaidia na mkapate kukua na matendo mema. Baba yetu wa mbinguni anaweza wasaidia na ile mali yenu, kwa maana matajiri wanaogopa sana umaskini. Na baba yetu wa mbinguni aweze kuwasaidia na akapate kuacha hiyo mali yenu isiweze kuisha, na hata kama mliweza kutumia kwa njia mbaya, na baba yetu wa mbinguni akaweze kuiacha, haitaweza kuisha. So naombeni mkapate kuishi maisha mazuri na mkapate kuwa na matendo mema hasa wakati wa mwisho. Na mnaposaidia watu, tafadhali naombeni msiweze kuweka kamera ama show off. Naombeni mkapate kuenenda vile maandiko yanaweza kusema. Tuangalie King Hezekia. Hezekia aliweza kumkumbusha baba yetu wa mbinguni matendo yake mema ambaye alikuwa anayafanya, na baba yetu wa mbinguni akaweza kumongezea miaka 15. So naombeni mkakuwe na matendo mema ili hata wakati wa maombi mkakuwe na uwezo wa kumkumbusha baba yetu wa mbinguni, baba yetu wa mbinguni, kumbuka tulitenda hili na hili. So ili baba yetu wa mbinguni akaweze kuwasaidia pia mkapate kurithi ufalme wa mbinguni wa milele na milele. Na kuna wale ambao waliweza kujoin cult, na kuna wale ambao ni maskini na wanaishi maisha ya kufinyiliwa na shetani na hawataki kubadilika. Wachani nitoe mfano. Nimekuwa nikifanya sales and marketing, na kazi yangu ilikuwa ni ya kutembea. Na nilikuwa natembea kwa manyumba mengi sana, na nilikuwa naona vile watu wanaishi na kuteseka. Tafadhali naombeni msiweze kuacha shetani akapate kuwafinyilia maisha ya kuteseka, na mko pale na muombi na bado tu mnateseka. Na baba yetu wa mbinguni yuko. Baba yetu wa mbinguni yuko na anaishi. Na mtakapomrudia ataweza kuwasaidia kivyo vyote vile, ataweza kuwasaidia na mkapate kutoka katika ile hali. It's like, let's say kwa mfano mimi ni mkaaji wa Mombasa. It's like kila mtu watu wengi shetani ameweza kuwapatia makaburi zao. Kwa mfano, it's like watu wako hai lakini wamekufa. Kwa mfano, watu wa Mombasa kuna joto na watu labda wanaishi kwa single rooms, alafu choo zinatoa harufu. Hapo shetani ameweza kuishi maisha ya kuwafinyilia watu wengi sana. Watu wengine pia hawana zile feni za kuwasha za kuwapatia baridi. So naombeni mkapate kuacha maisha ya kufinyiliwa na shetani na mkaweze kumrudia baba yetu Yesu Kristo. Na baba yetu Yesu Kristo kila wakati anawangojea mrudi, ataweza kuwakaribisha na sisi sote tukapate kuingia rahani kwake, ambao ni katika ufalme wa milele na milele. So kuna wale ambao wanafikiria ya kwamba
slums ni Kibera peke yake. Slums sio Kibera peke yake. Kuna watu ambao wanaishi maisha ya kufinyiliwa na shetani. Kuna watu ambao wanateseka. Wacha tutoe mfano wa watu ambao wanaishi kwa slums. Kuna Kawangware, hiyo ni slums. Watu wa Kawangware, watu wa Mukuru kwa Njenga, watu wa Kibira, watu wa Kisumu Ndogo Mombasa, watu wa Kidogo Basi ambao iko karibu na Kisumu Ndogo, watu wa Jomvu Mikanjuni, especially watu wa Jitoni. Hizo is like ni slums, watu ambao wanaishi na wanateswa sana na shetani. Ukivuka feri hiyo side pia is like hizo ni slums zote. Watu wa Pipeline Nairobi, hizo ni kama tu slums. Na watu wa Kayole, naombeni mkapate kuishi maisha mazuri. Na ni slums ni nyingi. Unaweza kuwa unaona unaishi maisha maybe kwa nyumba ya blocks, lakini bado unafinyiliwa na shetani. Shetani anakutesa. Shetani atakutesa mpaka lini? Unashikilia uchawi, unashikilia uganga. Kwanza kwa waganga ndo wanaishi maisha mabaya sana. Maisha ambaye pia ni ya kuhurumia. Vinyumba vyao vinakuanga mostly vinakaa vibaya. So utashikilia uchawi wako mpaka lini? Utashikilia uganga mpaka lini? Watu manabii wa uongo, mnadanganya watu, mtadanganya mpaka watu lini? Makanisa yenu ndio yanakaa yanahurumisha kabisa. Ni vimabati mmeokota mnatengeneza ili tu mkapate kuwa na madhabahu. Ndio maana watu mnafundisha watu kuheshimu madhabahu kuliko kumheshimu baba yetu Yesu Kristo. Naombeni mkapate kuacha kumtumikia shetani na mkapate kumrudia baba yetu Yesu Kristo. So mtakapoishi maisha mazuri, baba yetu wa mbinguni ataweza kuwatetea. Hata kama ataweza kuwapatia kwanza kwa muishi kwa rental houses, lakini naamini ya kwamba baba yetu wa mbinguni ataweza kuwapatia hata nyumba zenu mtakapokuwa na maisha mazuri. Pia mimi nazidi kujaribiwa, lakini baba yetu wa mbinguni huwa ananisaidia sana. Kwa maana niliweza kumuonesha baba yetu wa mbinguni naogopa dhambi. Namshukuru baba yetu wa mbinguni sana. Mimi si eti nasema mimi ni mtakatifu, lakini huwa na practice maisha ya matakatifu na baba yetu Yesu Kristo huwa ananitetea. Mtatesa watoto wenu mpaka lini? Kuna watu ambao wanaishi kwa hizi slums. Ukitoka nje unakanyaga sewage. Ukitoka nje unakanyaga haja kubwa. So mtatesa watoto wenu mpaka lini? Utapata watoto mnawafungia kwa nyumba, alafu mnaanza kusema mtoto wangu haongei, ako na 5 years haongei. Utatesa mtoto mpaka lini? Utapata mtoto hatoki nje kwenda kutangamana na wenzake. Mimi wakati sikuwa nimeokoka nilikuwa naishi Pipeline. Na maisha ya Pipeline ni mabaya sana. Ni magorofa. Utapata hata most of the time mtoto wangu nilikuwa nakaa sitaki atoke nje, namfungia. Kwa sababu anaweza toka nje akaibiwa, anaweza toka nje ama acheze kwa balcony. Zile balcony za huko mostly mtoto hata anaweza anguka. So mostly nilikuwa nakaa namfungia, na ninajua maisha ya Pipeline vile watoto wengi huwa wanateseka. So mtaweza kutesa watoto mpaka lini? Hata wakienda mashule, si eti mtoto ataenda kwa shule nzuri, bado unampeleka kwa shule mbaya, choo ni mbaya, mazingira ya shule pia ni mabaya. So yule mtoto pia anakaa hana amani. So naombeni mkapate kuishi maisha mazuri na mkapate kumrudia baba yetu Yesu Kristo, na ataweza kuokoa na ataweza kuwasamehea. Naombeni mkapate kutubu. Sasa ni wakati wa kutubu. Utakapokutana na video yangu usiweze kusema nitamake uamuzi kesho ama kesho kutwa. Shetani anategeshea watu vifo vya kila aina. Unaweza enda ukagongwa na gari ukakufa. Unaweza enda ukafanyika maybe ukalala ukaamka hauko tena. So ukakufa ukiwa mwenye dhambi. Na watayarisha na mapema ili mkapate kujua na mkapate kuamka katika maombi na mkapate kuishi maisha mazuri ya kumpendeza baba yetu Yesu Kristo ili akaweze kutushindania na vita hizi. So naombeni pia hata kama bado mnaishi kwa maisha ya kufinyiliwa na shetani, naombeni mkapate kuwa na upendo, kwa maana upendo huwa unapunguza wingi wa dhambi. So unaweza kwanza penda